Nataka uongelele hapa. Ameandika hapa Triza naye. Triza ni bibi ya Karangu. Mlikosania nini? Na nani? Na Triza. Hatukukosana. Once umejitolea kufanya kitu, unajitoleanga kufanya either ilete negative or positive. Hatukukosana, maybe hatukuagree sana kwa vitu mob iza mwisho. But siwezi kaa chini hivi ati nianze kusema tulikosana kufanya hivi na hivi. Nitakuwa nimeharibu ile kazi yote nilifanya hapo mwanzoni. Nilipoteza kwa network, but it's fine. Okay. Let me ask you this way so I understand the context. What is the relation between you, Triza, and Karangu? They are my friends. Okay. Naweza sema ni yani more than friends. Tulikuwa kama mandugu na sister. Yani nilikuwa kama mkubwa wao. Or like the elder sister. Okay. Because au kasichana tulikuwa tunasoma nako kanisa, nikajua kakiwa kasichana kadogo sana. Sana. Na wakati kalikuwa kana mnafika kuolewa, kalikuwa bado kanaishi kwangu, nilikatoa kwangu nikapeleka kwenda kuolewa na Karangu. So ni msichana najua miaka mingi sana. Okay. So what's the drama that's happening between the two of you? Between me and you and that family. Sahi hatuna drama yoyote. But there was that drama. Hata ikuwa drama. Si mtu amenipigia simu ameniambia amefika mwisho na anataka kukufa na nimejua zile shida alikuwa anapitia. Singekosa kumuokoa. Nipigia simu ndaku. Ni Triza. Kwa hivyo wewe na wewe hujakuwa ukifuata hii story, si ndio? Wallahi no. Mimi na Mushele tunakwanga hivi. Mimi walimuletewa story. So kuna kitu with them. Because pia ukianza kufuata Mushele utafuata Mushele ngapi? They are my friends. Okay. Naweza sema ni yani more than friends. Tulikuwa kama mandugu na sister. Yani nilikuwa kama mkubwa wao. Or like the elder sister. Okay. Because au kasichana tulikuwa tunasoma nako kanisa, nikajua kakiwa kasichana kadogo sana. Sana. Na wakati kalikuwa kana mnafika kuolewa, kalikuwa bado kanaishi kwangu, nilikatoa kwangu nikapeleka kwenda kuolewa na Karangu. So ni msichana najua miaka mingi sana. Okay. So what's the drama that's happening between the two of you? Between me and you and that family. Sahi hatuna drama yoyote. But there was that drama. Hata ikuwa drama. Si mtu amenipigia simu ameniambia amefika mwisho na anataka kukufa na nimejua zile shida alikuwa anapitia. Singekosa kumuokoa. Nipigia simu ndaku. Ni Triza. Kwa hivyo wewe na wewe hujakuwa ukifuata hii story, si ndio? Wallahi no. Mimi na Mushele tunakwanga hivi. Mimi walimuletewa story. So kuna kitu with them. Because pia ukianza kufuata Mushele utafuata Mushele ngapi? Every week kuna scandal tano zinafanyika at the same time. So I think tu ni ile mambo ya boma akaanza kumaniwa story ya Karangu iko online. All of us wezi kaa hapa tushinde tukiongelea, kila mtu anajua story ya Karangu kwa zile kuja online. Okay. Na wakati nilihitaji sana nilijitokeza. Haikuwa rahisi. Nikijua Karangu is a big brand na he has been a good friend of mine. Okay. Miaka mingi. But kuna ile unachoose kutenda jambo ambalo ni jema urafiki ama umaintain. Na sisemangi vita ilikuwa imekuja either kumaliza the family ama kuleta vita kati yao. Ilikuwa vita moja ya kufuza either kati yao mmoja. A reason maybe because wakati nilichukua Triza tukaanza kuishi na yeye, watu wengi waliongea sana. Wengine wanasema umepoteza bibi, atateseka nini? Na watu wakagoja ambuke sana na aishe. But hakuanguka. Akamshikilia vile niliweza. Tukakuja online, watu wakatusupport sana. Watu wakasimama na yeye, sasa yeye amejisimamisha like a brand. Alafu ujue kuna wakati umezaa mtoto, mtoto umemzaa mtoto naye wakati unamnyonyesha kuna wakati anataka kushika ile kitu unakula juu hata ni moto ama ni nini, nataka kuvuruta. Wakati atachomeka huyo mtoto ndiye atajua hiyo kitu ilikuwa moto. So I think
story yetu na Triza inajulikana sana hapo online. Vile kulienda, vile nilimsave. Na saa hii pahali yako I hope ako sawa. Na zile decision alimake, yeye alimake zile decision ni better kwa maisha yake. Ndio kuna ile unasema hapa mimi nimesema wacha ni make hii decision kwa sababu yangu. Kama umeangalia kesho yako mzuri ukaona ni kweli hapa niko sawa. Mimi nikasema kama ako sawa pia mimi niko sawa. But haikuwa kuje aishi kwangu miaka yote. Alikuwa tu apitie kwangu. Mungu apitishe ile baraka alipitia juu yangu, aipitishie kwangu. Na yeye ajisimamishe, maisha yake iendelee. Na kama amejisimamisha, anafanya kazi zake, sasa yeye anapata pesa zake. Sio ndio furaha yangu. Triza alikuja kwako. Au venye ulikosana na Karangu. Hata nilimwendea mimi na huko Gatundu kwenye alikuwa ameenda pia kujimalizia. Alikuwa ameenda kukumsusa? Yeah. Gatundu. Gatundu na huko kuna kichaka. Mimi najua hata sijuangi Gatundu. Vile tulielezewa sasa tulienda hiyo usiku, nilichukua friend of mine, tukaenda tukamuokoa. Nikafikiria nimkombolee hoteli. Nimralishe. But kama mtu akona ujue anaweza fanya nini. Ilikuwa ngumu sana kumleta kwangu, nilikuwa najiuliza watu watasema aje. Kila mtu sasa atatana against me, nitapigwa online. Nikasema hii ni vita yangu ya kwanza kupigwa na online, tunaishi hivyo. Napata leo unagongwa, kesho wanakusifu. Kesho kutwa wanakugonga, kesho kutwa wanakusifu. So nikaambia Mungu tu nipe tu grace niweze kubeba hii msalaba. So nikamchukua wakati nilicide kuingia na yeye live. Ni ile wakati hata yeye alikuwa ready akasema hata yeye anataka kujiongea, watu wajue shida yake ni nini. Hivi kuna mtu anaweza msaidia. Ndio siku ya kitu hata mimi nitaweza. Tukakuja na yeye live. Niko usiku alikuwa mgonjwa sana akikuja kwangu hiyo usiku. Nakumbukanga tulienda hospitali. Pale tulikuwa tunatoka around 5 asubuhi. Katibiwa. Akaanza sasa ile process ya kuwa ako na mafikira mingi na mambo mingi kwa kichwa. Kaenda tu nikimwambia mimi nilikuwa hapa. Unaona sasa alianyuka kwa mikono ya mtu mwenye alikuwa amepitia pale. Yeah. Nilikuwa hapa nilianza kukaa hivi. Na ujue different yangu na yeye yake ilikuwa case different. Mimi nilikuwa na majukumu, yeye hana ile mingi. Yetu ni mambo ya ndoa tu inamsumbua. So kakuja hivyo tukaanza kuishi pamoja. Kwa tunaishi naye kwangu. Akapata makazi tu akiwa hapo. Tukamfanyia rounding tu akiwa hapo, tumemsupport akiwa hapo. At least chenye kinafanya tu nishukuru Mungu ni kuwa hajarudi. Kama ameamua aidha kurudi kwa mzee ama ameamua kujikarisha ama ameamua maisha magani, hajarudi vile alikuja kwangu. Na hiyo tu ndio lenye naomba Mungu. Mtu asikuje kwangu arudi vile tu alikuja. Yeah, hata kama hatarudi na kitu kubwa, at least hata kama ni mmoja tutaenda kumencourage mbele. So thank God atinaweza simama leo niseme I saved a life. Na ndio ile. Oh wow. Okay. Mambo ni mingi sana. Kwanza nasikia watu wanasema ati you didn't support the idea of her going back to the husband. But wewe umerudiana na baby daddy. Mimi sijarudiana na baby daddy na siku hata kuna hiyo story hata si eti kurudiana. Yeah. Kwa hata sidhani kama hata watu wenye wanaongea hiyo kitu wanajua chenye wanaongea. Mambo ilikuwa mingi. Si ati ni idea kurudi kwa mzee. Hakuna mtu amesema ati amerudi kwa mzee. Nikusema tunasema kuna vitu zenye mnaweza kuwa na mtu unaona hapa ni kupotea anapotea. Na kwa wewe huko unataka ainuke ndio akuje avuke, unajua hapa tu mtu akishika hii njia ni kwenda anaenda kabisa. Yeah. So na yeye yani unaona fame ni kitu sio watu wanaongea hapo kama hapo kuna mtu ako na fame wakati imekupata, yani fame wewe huku umepangia you're not ready. Huko umepangia ni kitu tu imekupata hivi hujui kucontrol excitement ya pesa. Yeah, attention watu wanakupea attention. So tumekupenda, lakini yani kuna hizi brand za kujijenga. Okay. Ati huyu mtu amejijenga as a brand, na kuna ile imekuja kwa sababu ya huruma. Ya huruma huruma zinaishanga za watu. Ile ya huruma unaona watu wanakaa tu hivi kidogo tu
na wamekuhurumia, wanakwambia Obina kesho wanakuamkia wanakukanyanga. Ilikuwa tu ni huruma, na huruma za binadamu zinaweza amkia ziishe. So namwambia hapa maintain hivi, kwa ukienda na hii njia watu watakupoteza. So I think naye ikakuwa tu mambo iko hivyo. But siwezi regret anything. Yeah, okay. But you guys are in good terms with both of them? Hata Karangu alikuwa leo kuniona. Ulikuwa na Karangu leo? Tulikuwa na yeye leo, alikuwa amekuja kuniona kwa alisikia sisikii vizuri, na juu ni rafiki yangu akajitolea kuja kuniona. So hiyo ni familia, siwezi taka ati nikae online nianze kugonga. Okay. History wanasema kulikuwa na plans vitu zaende USA, America nini, kuna story kama hiyo? So kulikuwa na plans zaende majuu. Hakuna plans. Watu unakwambia wanajiwekea zile mambo zenye wao wanajua. Okay. Na watu wako wamekuja huku Tata AC, wanakuita Tata AC. What does that mean? Tata Simian. Okay. Tata AC. Oh, auntie. Okay. Hizo wanasema wanja Nyarari. Huyu wanja Nyarari. Sijui amerudishia Wanja shamba. What's that again? Aska kama alirudisha shamba ya Wanja Nyarari Ogola. Nilirudisha. Wakati nilifanya hiyo kitendo ya kuokoa Triza, watu wengi sana walijitolea. Hata hii hii trip nilikuwa nimeenda Zanzibar, ilikuwa imetolewa na msichana anaitwa Sasha Spice. Yeye alikuwa amenipeleka Zanzibar, alikuwa amesema atatupeleka. Watu wengi walijitolea sana na wakapromisiana mambo mengi sana. Hapo ndipo nilipewa shamba. Obina mimi si tajiri, but niko na integrity. Sijui ni ile integrity ama nini. Niko ule mtu, if you have to give me something, sitaki mimi mwenyewe hiyo kitu sikiange itanifanya either sijui nitaweka hii kitu hadi juu siwezi taka watu wanibebe vibaya. Sitaki hiyo kitu yenye umenipea in hold pahali. So nikikupa hii simu yangu itakuwa naangalia una chat na nani na unafanya nini nayo. So wakati kulitokea clip za Triza ati ameingilia Wanja, watu wengi waliniambia sana niachilie Triza na yani nimwachanishe hivyo nisimame na ile shamba. But nikakumbuka huyu mtu nilimwokoa akifanya nini akikufa. Hope yake yote ni nani? Ni Yesu. So nilisimama nikaambia Mungu, kama ni ukweli wewe ndio ulikuwa umepeana hii shamba, itakuja na njia nyingine. So nili exchange the royalty yangu. Unajua watu wajua kitu kilifanya nirudishe hiyo shamba. Royalty yangu na Triza na lile shamba. Cause ilikuwa ina hold hostage. Wewe mlifanywa vizuri na Wanja na wewe mumeenda mumesaliti Wanja. I never saluted Wanja. Cause hakuna kitu yote mimi nilifanya vibaya, na mimi sikumtusi na sikuongea vibaya. Hizo clips zilisikika, hata mimi nilisikia vile watu walisikia. So nilikuwa nafaa kufanya aje kama rafiki wa mtu mwenye amemshikilia, na imefika pahali sasa either I lose the shamba or ni lose msichana hata kwa mitandao na nimwachanishe. Roho yangu si ya kuachanisha mtu. Hizi vitu ni za dunia na zinakujaga na zinaisha, hata hizi magari. So niliona ndio Wanja sisemange, nilisaidia watu wakanifanya vibaya, na roho yake isiwaisikie vibaya. Lile shamba hata ziko limefika kwa mikono yangu, ilikuwa tu kwa process. Nikamwambia ndio wewe usiwahi sema ati tulikufanya kitendo kibaya na ulilipa shamba. Alafu lile shamba maybe nikuje nijenge in future ilianze kuleta mashida. Kwa unajua mtu ataona sikuna ile scam. Nikaona kwangu the best thing ni kurudisha hili shamba. Mwenyewe akae na roho safi, mimi niishi na roho safi, na nisikuje kuambiwa ati unaona aliachanisha Triza aka-exchange na shamba. Cause shamba Mungu anaweza nipea ingine. So sikurudisha shamba ati juu ya kiburi, sikurudisha shamba ati juu ya vita yangu between mimi na Wanja. Mimi hatukuwa na difference zozote na Wanja. Different iliingia kati yao na Triza. So sikuwa na any choice than kurudisha lile shamba. Likae na mwenyewe asisikie kama yani amepea watu wenye hawadeserve hiyo kitu. Na nikasema mimi wish all the best kwa mtu mwenye mwingine atapewa, ni mtu mwenye atambarikia kama ilikuwa ipeano. Okay. How big was the shamba? It was 40 by 8 approach hapa Kamuru.
Saa ingine mtu anaweza weka kwa stress zingine juu ya vitu zingine, unakaa chini unaangalia ukala yaani 40/80 imeniweka kwa hii shida yote. Unasema si before sikukuwa na hii 40/80. Haya sasa bado sina, maisha iendelee. Hatutakufa. Na sasa unaona hiyo wakati tu watu walikuwa wananitusi utaishi kwa bed sitter nini. Nikasema mimi bora ninalala na. Wewe unatukanwa kwa nini? Juu ya nini? Sio time walikuwa kutusi juu ya nini? Sijui. Sasa unajua nimekuwa drugged cause ya Triza. Umeweka kwa nomasi yako. Sasa vita yangu ikaingilia hapo, nikaanza kuambiwa mko ungrateful brats. Sijui nini. Tulikuwa tunaitwa tu majina. Wakulima wakora, umechukua shamba la mtu. Sasa ni mimi sijui kuvurutania kitu Obina. Sijui kupigania kitu ati vile unasemaga napigania kitu kufa kupona. Mimi hatutapigania. Kaa nayo. Unasema hata bereni silikuwa yako, wewe tu kaa nayo. Ulishamba Githurai? Kitambo. Bosi. Boss ready. Sasa umejiweka wapi huko? Mami Roiro. Siwezi wenda Roiro. Uko wapi? Hata tu kukaa hapa area tu za Thika Road hapo. Boss ready. Watoto wanaendeleaje? Wako